Alhamdulillah Abdullahi Gollicha guyyaarraa jamaa ajaa'ibaa argatanii jiranii guyyaa Jum'aatiin masaajida Sawusii keessatti jamaa guddaa alaaf keessa guute Abu Muhammadin irratti salaatanii gara Laangaataatti geeggessinee jirra. Waan gara Laangaataattis ture viidiyoo itti aanu kana hordofaati du'aa kadhadhaa fi Abu Muhammad yookiin Abdullahi Gollicha daa'ii jabaa daa'ii ajaa'ibaa turanii akka isin agartan kanatti hawaasni islaamaa buqqa'ee geegessaa isaatiif Laangaataa irratti argamee jira jechuudha. Rabbiin jannataan isaan hasimatu qubsuma isaanii Rabbi jannata haa taasisu jecha isinis bakka jirtanitti du'aa isaa akka kadhattan isin yaadachiifna. Nama gaarii nama jaalatamaa daa'ii toohida الرجل جسد جلنا فول ربي سانتي هاتول كنا واسني كبري ركت والجهني جسد دافع داعي بكما يكينيا نيروبي كيستو أفان كنن حواسه كنك بيخنا جراتو يرو ديرا رفدا بكما نما جالتما إنه هلا كان عنجي جفما جرو فول ربي سانتي هاتولو ربي سانتي هارون وكجرتني جلالون حواس الإسلام دعائي ودافي ربي سانتي هارون داعي بريدة تراني داعي توحيدة تراني ربي سانتي هارون. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. وإن لفراقك يا أبا محمد لمحزونون. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahamu mzee wetu Sheikh Abu Muhammad, amweke pema, ijalie kabri yake ni rawda min riyadil janna. Amen. Kwa hakika kama alivyoashiria Sheikh Ibrahim kuwa tulikuwa karibu kweli, na alhamdulillah kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitukirimu kwa ukaribu wake, na kama mtu mzima, kama mzazi, kama daia tumepata kustafidi mingi kutoka kwake. Makamu haya ni makamu ya mauidha. Kuna mingi ambayo kwamba tutatakana tujifunze kutoka kwake. La kwanza kabisa ni ghaira yake kwa dini. Sheikh alikuwa na ghaira kimaajabu kwa dini, yuko tayari hata kupigana, hakubali kabisa dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ichezewe. Na ndio maana kwa ghaira yake ameweza kuingiza idadi kubwa katika dini, na sote tulijua hilo. Kazi aliyoifanya pande mbali katika nchi yetu hii ya Kenya imeshuhudiliwa na kila mmoja, na sisi ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi kama hii. Lakini vile vile himma alikuwa ameibeba ya da'wa, kutaka kuona kila mmoja katika huu ulimwengu anapata sharaf ya kutamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. La tatu ni taalluq na mafungamano alokuwa nayo na Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Kila maneno mawili matatu tabsikia anasema Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Jina la mtume lilikuwa halitoki katika mdomo wake. Ile taalluq alokuwa nayo na mafungamano alokuwa nayo na mtumi wetu kipenzi chetu Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Tumuomba Mwenyezi Mungu iwe ni shafaa kwake, iwe ni sababu ya kufufuliwa chini ya bendera ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, iwe ni sababu ya kwenda kukutanishwa naye saizi katika barzakh, na kabri yake iwe ni rawda min riyadil janna, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mjumuishe naye pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallama, na sote tulihudhuria katika maeneo kama haya katika al-firdaus al-a'la. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Kiniuliza alikuwa ni chairman wa baraza gani, alikuwa ni imamu wa msikiti gani,
Ina maana kuwa ili uhudumie Uislamu una haja ya cheo. Sheikh Abdullahi Golicha amehudumia Uislamu bila ya cheo chochote. Darasa kubwa ambayo ametuachia, la tahtaji ila mansab hatta takhduma hadha ad-din, biduni mansab takhduma hadha ad-din. Sheikh yuko Garissa province, anatumia Radio Salam kusilimisha watu Mombasa na kuwasaidia watu waliosilimu kupitia kwa simu yake. Alipogura kutoka Mombasa, Garissa province, akaja Nairobi, hivyo hivyo mpaka namuuliza siku moja, Sheikh, nani anakupa pesa za credit? Kwa sababu hakuna kipindi asichopiga, na akipiga ni mawaidha anapatia watu, na kama vile alivyosema Sheikh, ulimi wake haukosi saa zote kumtaja Mustafa, na alikuwa akisema Mustafa wangu mimi, taalluqihi bir-rasul sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Mwenyezi Mungu ampe husnul khatima na ajalie kaburi lake rawdatu min riyadil janna. Mimi najua watoto wake wanahuzunika, lakini wacheni niwaambie, kuna wengi wasiokuwa watoto wake, wasiokuwa watu wa kabila lake, wallahi ni mayatima kuliko mayatima watoto wake. Kwa nini? Baada Allah kani yatamiduna ala Sheikh Abdullahi Golicha, laysa liannahu ghani, sio kuwa alikuwa tajiri. Sheikh Abdullahi Golicha ametufundisha kitu kimoja, kutoa ni moyo, sio utajiri. Wallahi qaddama kila shay. Mara ya mwisho mimi nimemuona mtoto wake huyu hapa, Hamza ni shahidi, nimekwenda amelia kwa sababu ananiambia, mbona hujakuja kwenda kuniona nikifa bila wewe kuniona? Utamwambia Mwenyezi Mungu kitu gani? Undugu gani tulikuwa nao hapa duniani? Nikamwomba msamaha, wakanikumbatia akalia. Yeye ni mgonjwa, ananiuliza kuhusu kijana ambaye tunahusiana, alidungwa kisu miaka 2 iliyopita, amepona hajapona. Anatoa shilingi 1000 mfukoni, yeye ni mgonjwa, ananiambia mpelekee. La ilaha illallah. Hadha Abu Muhammad. Hivi sasa kuna wamama arami, Hamza anajua, Abu Hamza huyo anajua, wanalipiwa rent na Abu Muhammad. Jana mmoja amepiga simu analia, anasema Abu Muhammad alimkuta amefungia nyumba, analala nje siku 3. Anasema tangu Abu Muhammad aliponishika sijawahi kukosa chakula, sijawahi kutolewa nje ya nyumba yangu. Hadha Abu Muhammad. Nasallallahu an yaj'ala hadha fi mizani hasanati. Allahumma ij'al hadha fi mizani hasanati. Allahumma ij'alhu fi mizani hasanati. Amin. Wacha tumwalike Sheikh mwingine ambaye alikuwa karibu naye, wote wako karibu na yeye na ni wengi. Sheikh Ramadhan, imamu wa msikiti wa Huruma, faliyatafadhal. Kwa sana mimi, lakini ala kulli hal sisi tunampenda sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kuliko sisi, ndio alichukua inshallah. Wallahi sisi ni shahid kwa Sheikh, si wanadamu peke yake ilikuwa na mrehemu, hata wanyama. Kuna siku Garissa alipatana na wanyama, amekaa kwa mgonjwa sana. Mzee alikimbilia kwa gemu, wakasema wewe, hii nyama nyinyi mnakulia chakula kwa sababu ya wanyama, mkiwa wapi? Hii ndege imefunjika inakaa karibu na barabara. Walileta hao wote wakapeleka hospitali, yani walipeleka hospitali gemu. Kwa hivyo akona story mingi sana ya Sheikh, amebakisha athari kubwa sana. Kwa hivyo inshallah, ala kulli hal, na sisi pia njiani hii tunaomba muwe na subra, muwe na dua inshallah. Mwenyezi Mungu amrehemu inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu. Allahumma arhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jazakallahu khairan. Kuna mashaikh wengi, nimeambiwa mmoja katika mashaikh waliofanya kazi naye sana. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا. Rais wa mashabiki wa Iqra, na kuna mtu mmoja alikuwa karibu sana na yeye, ndugu yetu Salati, simu ya Salati. Bismillah. Kwa kweli kwanza sote tunasema Allah amrahamu ndugu yetu, amsamehe makosa yake ndugu yetu.
Wallahi ya kusemwa ni mengi na yamesemwa, na tukisema tutasema hatutamaliza. Mimi ni rafiki yake, ndugu yake wa karibu zaidi. Kutoka kwangu nyumbani saa 4-5 usiku. Allahu Akbar. Na mimi vile nyumba yetu iko karibu, kila mara vile vile nampitia, namjulia hali. Tunajua hata alipokuwa mgonjwa namna hivi, kama Sheikh alivyotaja, katika usaidizi wa ugonjwa wa watoto wa madrasa wa mayatima. Allahu Akbar. Mgonjwa yeye anasema mpelekee fulani, pelekee fulani. Kama sasa tuko na gari mzima wa mama, hata gari mzima hapa sote tulikuwa pamoja namna hivi, asema fulani, yeye mgonjwa bado anakumbuka watu wote. Wallahi Allah msamehe. Kama shabiki yetu tena wa Iqra, rais wetu wa Iqra, Allahu Akbar, tumempoteza mtu muhimu sana, lakini Allah tabaraka wa taala amependa zaidi kuliko yeye. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala msamehe makosa yake. Amefanyia kazi yeye, amejifanyia kazi, isipokuwa sisi bado tutamuombea tu Allah msamehe zaidi. Lakini huyu shekhe ana maajabu zaidi, tofauti na watu wengine. Wallahi billahi, ana maajabu zaidi na mambo anafanya kwa hikma. Mimi nakuwa naye mara nyingi zaidi, vile tuko jirani katika usiku mchana, hata barabarani akitembea. Wallahi Allah tabaraka wa taala tunamwombea msamehe, yeye amejifanyia. Inatakikana sisi tuige mfano wake, tupendane, tusaidiane. Alikuwa hataki kusikia mtu ana shida na amwache Abu Muhammad, amwache katika hiyo shida. Kama hana mfukoni na kopa, kama hana ya kitu wewe mwenyewe huna, alafu tena ukisikia ajili ya shida ya mtu unaenda kukopa. Allahumma ighfirhu warhamhu, Allahumma ighfirhu warhamhu, Allahumma ighfirhu warhamhu واسكنهم في الجنة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nahimiza watoto wake waloko hapa, kina Muhammad na Hamza, wallahi muige mfano wa Abu Muhammad katika kupenda Allah. Allah atalipa kwa mgonjwa wote, anasema tu Allah kidole yake ni Allah, na wampende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Sheikh Ibrahim Lidhomi alipokisema kila akitanguliza jambo anasema nini? Ya Mustafa Abi Muhammad. Allahu Akbar. Allah msamehe. Jazakumullahu khairan. Dua ya mwisho tutampa Sheikh ambaye alikuwa akitajwa Abdullahi Golicha. Watu wanauliza Abdullahi Golicha yupi? Wale wanaojua kuna Abdullahi Golicha wawili, mmoja Abu Muhammad, mwingine ni Abdullahi Golicha kutoka Merti. Mzee yuko hapa na amefika, ni mgonjwa lakini amefika, atamfanyia dua. Lakini kabla ya hapo, ndugu zangu Waislamu, sote tunajua inshallah, sote tunajua kuwa hapa ndio mwisho wetu. Almautu haq, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sote tuko hapa. Leo tunamzika ndugu yetu ambaye tulimpenda sana. Tunajifunza kitu gani? Lesson number 1, kuwa mahma tala umruk, umri wako na uwe mrefu vipi, mwisho ni wapi? Ni hapa. Na ukiangalia hapa juu tunaona mchanga na mawe na mbao, lakini ndani yake imma hufratun min hufari nar, naudhu billahi min dhalik, au rawdatun min riyadil janna. Tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie ndugu yetu kaburi lake liwe ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Tunamtaja kwa wema. Sal nafsak, jiulize na mimi nijiulize, kwa sababu wallahi tutakuja hapa tutaingia sote bila kutizama cheo, kabila, rangi. Hapa tunaingia. Sal nafsaka, jiulize kila mmoja wenu hapa, itakapofika siku yako kama hii utakwenda na nini? Itakapofika siku kama hii utakwenda na nini, na utakumbukwa kwa kitu gani? Tunamkumbuka kwa wema na tunaomba Mwenyezi Mungu amtakabalie. Kwa hivyo nifunza, man arada wa'idan falmautu yakfihi
Kwa hivyo tunajifunza hapa kuwa mwisho ni hapa. Tukimbizane na dunia, lakini tukumbuke hapa tutakwenda. Tumejitayarisha vipi kuja hapa? Na sote tutaenda, wallahi. Hata yule anampenda sana tutakwenda. Natrukuhu ma'aman, tunamwacha na nani? Amalihi, tunamwacha na amali yake. Kwa hivyo kila mmoja ajihurumie, irham nafsa, kila mmoja ahurumie nafsi yake. Tunamzika mmoja wetu, tujue hilo gari limekwenda, na wallahi sio mwisho kwenda, litarudi, na likirudi linarudi na mmoja wetu, ni mimi ama ni wewe. Likirudi likikurudisha hapo, utakuwa umejitayarisha na kitu gani? Kwa hivyo tujikumbushe, na mimi mwenyewe najikumbusha, tujitayarishe kwa hapa mahali, kwa watoto wake Muhammad na Hamza. Najua mnampenda baba yenu sana, amewalea vizuri sana, mngependa kumfanyia wema. Kumbukeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mchukue nasiha hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mwanadamu akishaondoka duniani mambo yake yote yanakatika, mambo ya dunia yote yamekatika. Sheikh Abu Muhammad, ya kumfani matatu hapa. Ya kwanza, ilmun yuntafau bihi, na amewasomesha wengi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atakabal ilmu aliyotoa iwafai wengi. Ya pili, tunaambiwa sadakatun jaria, naweza kumwekea sadaka ambayo ni ya kuendelea, na amejenga misikiti. Hata kuna msikiti Kambiti ilikuwa aende, lakini akapatwa na maradhi, amesaidia kujenga na mingi ambao mingine hatuijui. Nasiha kwa watoto wake Muhammad na Hamza, hatuna shaka mnampenda baba yenu sana. Sasa kama mnampenda, baada ya kuondoka hapa, kumbukeni Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam, au waladun salih, laysa mujarrad walad, sio mtoto tu, waladun salih yad'u lahu, mtoto mwema anamwombea dua. Muwe hawa watoto wema mnamwombea dua, Mwenyezi Mungu atakubali. Kwa hivyo hiyo ndo nasiha atoa. Mtoto wake Hamza anataka kuzungumza, acha tumpe nafasi kidogo. Muhammad au ni Hamza atazungumza? Ni wewe. Aya Hamza, huyu kijana aliacha masomo university, mzee alipougua, Hamza ameacha masomo. Amekuwa ndio sauti ya baba yake kupokea simu na kujibu na kumwangalia. Ninamuuliza masomo vipi? Akasema namuunguza baba yangu. Mwenyezi Mungu atakubali kwako inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenya, ningetaka tu kuongezea baadhi ya Sheikh wamesema, baba ile khutba yake ya mwisho, Ijumaa yake ya mwisho yenye alikuwa msikitini baada salatu aljum'a, wakati alikuwa ameanza kuguza, alisimama akasema tusalimiane. Alisema kila mtu tusalimiane, tukasalimiana kwa msikitini. Ni kama alikuwa anaoneshwa, na wakati alikuwa ameanza kuguza ni ile alikuwa ananipigia ni kuita rafiki yake Sheikh Lithome, Ibrahim Lithome, alikuwa anakwambia mpigie rafiki yake mrudishie. Ni kama alikuwa anaonyeshwa. Sasa vile tumeungana hivi kiwaislamu, ningependa tu tufanye kila kitu na ikhlas na thabat na tusamehane. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilayna turja'un. Bismillahir Rahmanir Rahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Mengi yamesemwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakikaa walipita na wakibeba maiti, alafu watu walizungumza namna hii. Sasa kuelezwa kuhusu Sheikh, alafu Mtume alisema sallallahu alaihi wasallam, imekuwa wajibu sasa, amepata. Baadaye aliulizwa amepata nini, alisema hiyo watu wote walishuhudia, huyo mtu amepata janna. Kwa hivyo tunamwombea insha Allah Sheikh yetu, Allah umpe janna, ampeleke janna insha Allah. Ya pili, walivyosema Sheikh, Allah ametusifu, ametuongoza akiita Waislamu, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, gope Allah, waltanzur nafsu ma qaddamat ghadin, kila mmoja aangalie amali gani mzuri atatanguliza kwa kesho ikifika akhira, ili upate naye janna. Watu wote watoe juhudi kwa amali njema. Lighadin inna Allah khabirun bima ta'malun, wattaqullaha, alisema muogopeni. Mara ya pili Allah alisema inna Allah khabirun, mujue amali njema ile mnafanya, Allahu anajua. Kwa hivyo insha Allah taala
tutoe juhudi kwa amali njema ili tupate janna. Ya pili ni hiyo jambo ya ile Sheikh alisema, hiyo hadithi ya kama mtu akifa amali yake inasimama isipokuwa mambo matatu: sadaka jaria, ile amali mzuri, ile faida inatoka kama kujenga misikiti au chochote ile ambao inaendelea. Sasa insha Allah taala sote tuko hapa pamoja na vijana wake wakiwa initiate watatanguliza, tufikirie amali njema gani hiyo sadaka jaria tutafanyia huyu Sheikh, ili amali hiyo itembelee yeye kila wakati, hiyo amali ile hiyo. Allah amesema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila mmoja atafariki. Alisema kullu wa innama tuwafauna ujurakum yawm alqiyama, thawabu ile utapewa ni ile umefanya ukiwa katika dunia. Allah amesema faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna, yule ataepishwa nari na atawekwa kwa janna, faqad faz, huyo amefaulu. Kwa hivyo amali njema mzuri tutangulize ili tupate hiyo, ili tufaulu tupate hiyo janna. Jazakumullahu khairan. Duai kidogo Sheikh atafanya.